Inaonekana ndoa yako ni tamu sana. Kwa haya yote unaniambia, unaenjoy kweli? Hapana mpenzi wangu, hata nimekwambia nini? Hayo yote ni kama tonye kwenye bahari. Penzi langu. Leo asubuhi nilipoamka, ngoja nikuambie kilichotokea. Nilimwambia natamani kuku kidogo na pia almasi kidogo. Yeye akasema, sawa bebi wangu, chochote bebi wangu anataka, atapata. Basi akaniwekea sahani kubwa kabisa ya chakula na vipande 3 vya kuku. Hebu fikiria, mimi nilisema natamani kuku, sikusema natamani kufa. Anataka kunilisha mpaka nishindwe kupumua. Halafu sasa hivi nimepigiwa simu na Joel, wanasema wataleta zile almasi ndani ya saa 4 zijazo. Acha kabisa, usijaribu hata kumrudia ex wako. Girl, nimefurahi sana kwa ajili yako. Unanifanya nitamani nikaolewe kesho. Lakini nyie watu wa ndoa hamtupi pumziko kabisa. Hata kupumua mtandaoni imekuwa ngumu. Mnatubana na furaha zenu. Haya, basi rafiki yangu, nipe siri zako. Ulimkamataje huyo mwanaume? Mpenzi wangu, ni kazi ya Mungu tu. Ngoja nikupe hiyo siri. Subiri kidogo nikupigie baadaye. Sawa baby. Baby, nakuja. Umerudi mapema leo. Kulikoni? Au umeamua hii suti yako nzuri ni ya mke wako tu, sio wafanyakazi wenzako? Leo ni Ijumaa jamani. Kwa nini unachukua muda mwingi kufungua mlango? Nilikuwa naongea na rafiki yangu, nikamalizia haraka tu. Lakini kawaida Ijumaa mama mwenye nyumba huja na jamaa mmoja mkubwa hivi. Jamaa gani tena? Hapana baby, sipendi umbea. Nilikuwa tunasema. Kwa hiyo ushalipa kodi ya nyumba? Jana nilikupa pesa umpe mama mwenye nyumba, alafu unajifanya uelewi yani. Yaani wewe mwanaume, nilishamwahidi nitampa ndani ya miezi 3 ijayo. Sasa leo kwa nini bado anakuja kukuulizia? Subiri kidogo. Ulimwahidi miezi 3? Kwa nini sasa? Baby, ni story ndefu sana. Hebu oga kwanza, nikuandalie chakula. Halafu nitakueleza vizuri. Hapana, achana na mambo ya chakula. Hebu nijibu swali langu. Umemlipa au hujamlipa? Sio serious hivyo baby. Unaanza kukasirika bure. Jibu swali. Sawa. Unamjua yule jirani anaitwa Sura ya Sungura? Sura ya Sungura ndo nani tena huyo bwana? Yule ana watoto 2 wazuri sana. Nilikuwa hata namwambia natamani siku nipate mabinti wazuri kama wake. Hayo yote unaoniambia sasa hivi yanahusiana gani na ile 100,000 niliyokupatia kodi? Nilikuwa naifika hapo, kuna trafiki kidogo. Sasa si uniambie tu. Sawa, yule Banfesi ana mtoto wake wa kwanza. Anafanya kazi kampuni ya uwekezaji Abuja. Akanieleza kuhusu uwekezaji, ukiweka 100,000 ndani ya miezi 3 unapata 1,000,000. Wewe mwanamke acha upumbavu, niambie pesa yangu iko wapi? Nilizinvesti, nilitaka nikushtue kwa furaha tu. Unajua wewe una utani sana, ila sasa hivi sicheki. Umewekeza vipi pesa kwa mtu siyemjua? Si utapeli baby. Hata alinionyesha miamala yake ya 200,000. Nisikilize vizuri. Usiporudisha pesa yangu, utaenda kuishi kwa baba yako wewe. Sawa. Nitaenda kuchukua pesa, lakini ukikosa hii fursa ni wewe mwenyewe. Nenda urudishe pesa yangu. Alafu niletee chakula kwanza. Hii chakula umetoka nacho wapi? Ulificha kwenye koti yako? Kwa hiyo unaficha chakula nyumbani hapa? Hawa kuku 3 wote umenunua wapi? Nilikuwa natamani kuku leo. Kwa hiyo 100,000 ya kodi umeitumia kununua chakula? Sio yote. Nyingine nilinunua skincare kidogo. Asalale, yani mimi nimejipatia mwizi. Hapana baby, umepata mrembo. Bora uende kwenu tu. Baby, sinitumie pesa zako. Nani atumie? Karibu, leo kazi imekuaje? Hii umevaa nini tena? Kuna kitu nataka kukuambia. Acha kwanza, acha niingie ndani. Leo nimechoka sana. Baby, subiri kidogo. Tafadhali kaa kwanza. Nikae wapi tena? Tafadhali kaa. Najua umechoka. Haitachukua muda. Sawa, sema haraka. Kwanza kabisa, nataka kuomba msamaha kwa kile kilichotokea juzi. Kuhusu ile pesa. Haikuwa sahihi kabisa. Haikuwa tabia yangu. Haionyeshi vizuri mimi ni mtu wa aina gani. Hivi ndivyo wazazi walivyokufundisha tuomba msamaha, si ndio? Leo nimechoka sana, tafadhali naomba niache nilale. Hapana baby, nasema ukweli, naomba msamaha sana kutoka moyoni kabisa.
Unaongea kama mtu aliyelazimishwa. Hapana, naongea kwa dhati kabisa. Na nimebadilika, nimefanya kitu. Umefanya nini tena? Baby, usiongee hivyo kama vile kila mara anafanya mambo mabaya. Mimi huwa nafanya mambo mazuri pia. Sasa hivi hujajiandaa? Yaani mimi sijajiandaa tena. Subiri, mbona tayari unanichanganyikiwa hivyo? Nataka kuingia ndani tafadhali. Sawa. Kumbuka juzi tuligombana kuhusu ile hela kidogo ambayo haikupaswa kuwa ishu kubwa. Hela ndogo Nimeomba msamaha tayari. Sasa umesharudisha ile 100,000? Umemlipa mama mwenye nyumba? Baby, mbona unaanza tena hivyo? Si nimeomba msamaha? Kwa hiyo kwa sababu umeomba msamaha nisahau pesa yangu? Sawa, tuseme nimesahau ile 100,000. Ile dola 1,200 uliochukua kwenye akaunti yangu ya dola iko wapi? Baby, pesa yako ni pesa yetu. Sawa basi. Acha hayo. Kuna jambo muhimu zaidi. Nilichokifanya ni biashara. Biashara gani tena? Biashara ya skincare. Skincare? Ndiyo baby, kwa sasa ni face cream tu, lakini baadaye itakuwa brand kubwa sana. Wewe tangu lini unajua skincare? Baby, mimi najua kila kitu kuhusu skincare. Sikiliza, niliona video ya msichana wa Korea, ngozi yake kama kioo. Nilichukua formula yake, nikachanganya vitu vyote, nikatengeneza cream yangu. Na guess what? Hakuna Mtanzania anayefanya hii. Mimi ndio wa kwanza. Hongera, sasa naingia ndani. Hapana, hiyo ni mwanzo tu. Ili kukuza biashara tunahitaji investments. Kiasi gani? 1,000,000 tu. Baby, ukiona hii biashara itakavyokulipa, sitakuomba pesa tena maishani. Unataka 1,000,000 kwa cream ya Korea? Ni formula ya Kikorea baby. Hata nikikupa 20,000,000 uende Taiwan bado hutafika. Baby, nakupenda sana. Unasema 20,000,000? Ndio, ili uende Taiwan kabisa. Nimepata. Nitafungua shop. Brand yangu itaitwa Kiki Skincare. Kila nikiondoka unatafuta njia ya kulipiga hela. Hapana baby, nimekuwa nafanya tangu asubuhi. Hii hapa. Hii ndio cream yangu. Umetumia nini ndani yake? Vitu vya asili tu, plantain, nyanya, maziwa kidogo. Umetumia ndizi na nyanya? Baby, ni product nzuri sana. Iondoe usoni kwangu. Baby, hata mwanaume anaweza kutumia. Ni unisex. Na kama wewe ni mwanaume mzuri, lazima unisupport. Hapana. Tayari nina mteja wangu wa kwanza. Si yule mke wa baba mwenye nyumba? Umemuuzia hii? Alinilipa kabisa. Nani huyo? Karibu. Angalia uso wangu. Hii krimu imeniharibu kabisa. Bibi aliniambia imetoka Korea. Korea gani? Hii inanuka kama ng'ombe. Hapana, nitaita polisi. Usiniguse. Nimewekeza pesa nyingi kwenye ngozi yangu. Mke wako ameniharibu. Afande, mchukua huyu mwanamke. Baby, tafadhali, chukua ushahidi hii cream. Baby, cream yangu sio mbaya. Nyamaza. Mr. and Mrs. Obie, kabla hatujaanza, nataka mjue hii ni sehemu salama kabisa. Sasa, naambieni, ni nini kimewaleta leo? Mimi ndiye niliyoisitisha hii session. Kwa sababu huyu mume wangu hajazungumza na mimi kwa siku 3 nzima. Huyo si bora ungeenda hospitali? Sijasema ni bubu. Namaanisha hanisemeshi kwa siku 3. Sawa. Kuna kitu kimetokea kati yenu? Hapana, si kitu kikubwa hivyo. Si kitu cha kumfanya mtu anyamaze siku 3. Na hata kama ni hivyo, nimeshaomba msamaha mara 1000. Wakati mwingine kuomba msamaha pekee haitoshi. Sasa tuje kwako, Mr. Daniel. Kwa nini unamuignore mke wako? Unaona huyu mwanamke ni kama kisu kwenye maisha yangu. Anataka kuniua hata kabla wakati wangu. Hapana, sikumaanisha hivyo. Unaona? Hivyo ndivyo alivyo. Kila siku anafanya hivyo. Anakufanyia kitu kila siku. Kuwa specific. Anafanya nini kinachokuuzi? Hata kabla hujatoka nyumbani, tayari kuna tatizo. Una drama tu, nyamaza. Ninaishi bila amani, hata nikiwa njiani kurudi nyumbani. Ninajiuliza, leo nitakuta nini huko? Wiki 2 zilizopita, nilimpa pesa amlipe mama mwenye nyumba. Unajua huyo mama alivyo, anaweza kukudhalisha hata kwa shilingi 10,000 hadharani. Unajua alifanya nini na ile pesa? Niambie. Alienda kutumia ovyo. Alinunua chakula na vitu visivyo vya maana kwa sababu tu anatamani. Baby, si lazima ulete story za dola card hapa. Ulinichukulia hata pesa yangu ya dola. Lakini baby, pesa yako ni pesa yetu. Endelea Mr. Daniel. Siku 3 zilizopita, hapo ndio tulifikishana polisi. Nilitumia pesa zangu nyingi sana kufuta kesi ya mke wangu kwa sababu alitengeneza cream bila hata ya leseni. Hapana.
Hapana, umeongeza chumvi baby. Nyamaza. Aliharibu ngozi ya mama mwenye nyumba, karibu afe. Hapana, ilikuwa kitu kidogo. Unaona? Huna hata huruma wewe. Bibi, lakini nilipika ugali wa kuponda. Unataka nikushukuru kwa kupika ugali au? Nilikufanyia hivyo baada ya stresi yote. Yaani wewe inabidi upewe cheti cha milembe wewe. Sawa. Hilo pembeni. Obi, tuambie upende wako. Mimi naitaka tu kumfanya ajivunie mimi. Unamfanya ajivunie kwa kumharibia maisha? Sikujua anahisi spendi au simuheshimu. Nilitaka kuanzisha biashara ya skincare. Ndio maana nilikuwa nachukua pesa kidogo kidogo bila kumwambia. Sikuamini kama ningeweza kufanikiwa. Niliogopa kushindwa. Sasa nimeharibu kila kitu. Hata kwenye kupika chakula lazima uonje kwanza kabla hujamlisha mtu. Sasa wewe unatengeneza cream kabla kujaribu mwenyewe? Nilijaribu baby. Nilijipaka mimi. Ngozi ya yule mama ndio mbaya. Unasikia unachoongea? Kama unataka kufanya kitu kama hicho, jifunze kwanza. Nenda shule, pata elimu sahihi, ndio ufanye. Bado kuna pesa imebaki, nitairejesha. Hapana, usiirudishe. Tumia pesa hiyo kusoma, sawa? Mimi nitakusapoti, lakini fanya kitu sahihi. Kwa hiyo utanilipia shule na utainvest kwenye biashara yangu? Bibi, nakupenda. Nimependa happy ending yenu. Hiyo ndio mwisho wa session. Hapana, bado hatujamaliza. Tumemaliza. Asante sana. Karibu tena. Na kama mnataka spice kwenye ndoa yenu, nipigieni simu. Nitampigia bosi wako kwanza. Babe, subiri kidogo. Nimeangalia tayari school za skincare kama 2,000,000 hivi. Hakikisha umelike video hii, weka maoni yako sehemu ya comment. Usisahau kubonyeza pia kitufe kilichoandikwa subscribe kujiunga na chaneli yetu. Kwaheri na kutakia wakati mwema.